Kabisa, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, uhai bado tunao. Bwana, wiki imeanza na wiki ina mambo mengi sana yaliyoendelea. Ndio. Nilishawahi kuongea na wewe kuhusu vinachoendelea kwenye klabu ya Simba Sports. Ndio. Ulisema una la kushauri kwenye uongozi unaoendelea kati ya Mo na Jairus. Wewe unadhani ni yupi anafaa kubaki na timu kama mwekezaji? Mimi kwa upande wangu mimi naona Mo angeendelea kubaki na timu kwa sababu kaitoa mbali na anaifahamu timu vizuri, lakini kulingana na migogoro ya wao kwa wao, ushauri wangu mimi wangeungamana wawe pamoja ili kuepukana na hizi chokochoko zinazoendelea mtaani, maana mwisho wa siku timu itaenda kupotea, maana washapotea misimu minne na watano wamepotea na wasita watapotea. Lakini tajiri alisema pesa iko benki. Sawa. Sasa unadhani usajili utafanyika vipi kupata hao wachezaji wazuri kama pesa ya tajiri bado iko benki? Mimi nadhani ni uongozi, na uongozi ndani kwa ndani kuwa na makundi. Yaani kwa muonekano wa nje inaonekana kamati ni moja, lakini kwa ndani kila mtu ana kamati yake na kila mtu ana upande wake. Sasa wakiungana wakiwa pamoja, Simba itaenda mbele na itakuwa nguvu moja. Lakini wakiendelea hivyo hivyo, Simba inaenda kupotea. Tunapozungumzia mafanikio ya mpira wa kimataifa ndani ya ardhi ya Tanzania, yalianza kuonekana kutokea kwenye klabu ya Simba Sports. Miaka ya nyuma nadhani ilikuwa 2004, kama si mwaka huo tutakumbushana hapo kwenye comment. Simba iliwahi kufika hatua ya nusu fainali kuelekea fainali ikimtoa Zamalek Waarabu wale, lakini kwenye miaka 2015, 16 kuja mpaka 20, Simba imedominate vizuri soka la Afrika. Imemfunga Al Ahly vya kutosha, imeingia robo fainali zaidi ya mara 5. Sasa hizi chokochoko zinatokana na nini? Yaani mpaka Simba kufikia pale ni ubora wa ligi kwanza ya ndani. Na maana ligi yetu na yenyewe pia ndio inasababisha kupata matokeo ya Simba kuonekana ni bora kwenye viwango vya CAF. Ina maana basi turudi sasa ndani. Simba ili ajipate na ili aweze kurudia historia ya nyuma, ina maana huku ndani kwanza kuanzia kwenye kamati kuu, kwenye nini, ina maana inatakiwa wawe kitu kimoja. Lakini ndani kwa ndani, yani mtoto huyu anapendwa na mama, huyu anapendwa na baba. Yani wewe mtoto wa baba ukimpiga mtoto wa mama, mama anakuja juu. Wewe ukimpiga mtoto wa baba, baba anakuja juu. Hapo hakuna maelewano. Kwa maana hiyo mipasuko iliyoko ndani ya Simba ndio chanzo cha nguvu, ndio chanzo cha migogoro yote na ndio chanzo cha Simba kupotea kwenye. Sasa ukipata nafasi leo ya kuongea na Magoli au Murtaza Mangungu, nini unaweza ukawashauri? Maana hao ndio viongozi wakubwa kwenye klabu. Mimi kwa upande wangu, mimi naona wao waingie kwenye mfumo wa Mo, sio Mo waingie kwenye mfumo wao. Kwamba mwenye pesa hawezi kukubali kuongozwa na asiye na pesa. Iko hivyo. Popote pale iko hivyo. Yaani waingie kwenye mfumo wa Mo, wakae pamoja, wanyoshe barabara namna hii, mambo yataenda vizuri. Lakini huyu akiwa anataka hili, huyu anataka huku, mwisho wa siku ni mvutano, afu katikati patabaki wazi. Unaiona kikosi kilichokuwa sasa hivi, unakiona kikifika hata kwenye namna ya kugombania ubingwa wa ligi ya ndani? Kwa ushindani na uona huko Simba wana kikosi kizuri, ni upangiliaji tu wa kocha na kuzingatia vipengele vinavyohitajika, ila Simba wana kikosi vizuri na ushindani upo. Na imani kabisa wakikosa nafasi ya pili basi watadondokea nafasi ya tatu. Ibrahim Dumbia, pacha wako, mmefanana kwa kiasi. Unadhani anaweza akascore zaidi hata goli 10 kwa msimu kwa kiwango alichokionyesha? Kwa kweli hapo nina imani anaweza akaenda, maana mpira una mabadiliko. Mchezaji anaweza akaja msimu huu asiperform na asionyeshe ile rank yake, lakini msimu unaokuja na akaperform vizuri na maisha akaonyesha uhalisia wake na akaperform vizuri. Kwa upande wa pili wa Young Africans, umekionaje kikosi? Bwana, kwa Young Africa mwaka huu kukutana na mtani kama sio 20 basi itakuwa 19. Hilo moja litakuwa la kwangu.
Umesema Simba na kikosi kizuri na kikosi kizuri kwa hizi timu zingine hizi ambazo zinasindikiza ligi, sio kwa Yanga, sio kwa Yanga. Hapo kwanza tuelewane, yaani sio kwa Yanga, ila wana kikosi kizuri, na ndio maana kwenye kumpa nafasi ulianza kumpa nafasi ya pili, ila ubingwa sahau, mpaka waje watafutane na hiyo mipasuko ndani ya klabu iishe, hapo anaweza akarudi kwenye grade yake aliyokuwepo. Hapo naona kama unamuondoa kabisa kwenye reli ya ubingwa. Kwenye ubingwa siwezi kumpa 100%, naweza nikampa 45, kwa maana 65 zote nitaziacha kwa Mwananchi Young Africa. Kwa sababu gani? Uwezo ambao tunategemea kuona kwenye mechi yao ya leo, labda ndo tunaweza tukaona kwamba vipi, lakini ukiangalia yani kikosi kilivyobadilika na wachezaji walokuja msimu huu kidogo wanaweza akawa wamekuja kuongeza nguvu. Kwa hiyo tutawaona ligi inapoendelea, mechi ya kwanza, ya pili au ya tatu, hivyo tutaona kweli Simba wamejizatiti. Lakini kama watakuja na mwendo ule ule waliokuja nao msimu uliopita, ndio maana nikakwambia ubingwa kwa sababu nafasi ya pili, ya tatu, hiyo tumewaachia. Uwepo wa video referee support unaona unapunguza yale malalamiko yaliyokuwa kipindi cha nyuma kwamba tumeonewa, au unaongeza nini kwenye leni? Kwa mimi hapa naona itapunguza, maana sheria imewekwa kwamba referee anapoenda kukagua pale hapo akaja akatoa maamuzi ambayo sio sahihi kama video ilivyoonyesha, na maana amefungiwa. Mimi naona kabisa tumeenda kukomesha, yaani na maana ubingwa mtu anapochukua kama Yanga Afrika tunachukua ubingwa, tumechukua kihalali, hamna tena sijui ulibebwa, sijui ulifanyeje, sijui uling'ata mbeleko kadondoka wenzako akaenda mbele. Hiyo hamna. Kwa hiyo nakubaliana naye asilimia kwamba kuna kitu tumekuja kupunguza, japo tutapunguza kwa 100%, lakini kwa adhabu ambazo zimewekwa ndani ya marefa na hakika zinaenda. Sasa Kamanda Angola, waliokuwa wananufaika zaidi si nyinyi? Hapana, unaambiwa cheza zako shinda, nicheze zangu nishinde. Kikombe kikiangukia Msimbazi, kikiangukia Jangwani, ina maana kimekuja kwa uwezo, sio kwamba nyinyi ndio mlibebwa zaidi. Hayo ni maneno na magazeti yetu ya nyumbani kwa kukuza habari, ndio hivyo, magazeti ya mtaani. Mtaani amesema mechi ile ya Zanzibar goli alifunga Selemani Mwalimu, refa alikataa, lilikuwa goli halali. Ni yeye kasema, lakini hamna, wenyewe nao walithibitisha TFF kwamba goli lilikuwa halali. Sasa ndo maana nasema hivi, kwa kuja video referee support, hiyo ndo inakuja kupunguza matatizo kama hayo, maana refa naye ni binadamu, au sio? Refa na yeye ni binadamu, kuna kuteleza na kuanguka, lakini mimi sina imani sana kama sisi tunabebwa hivyo, hapana. Bwana, basi nikushukuru kwa muda wako Kamanda Angola, na tutaendelea kuwa pamoja zaidi na wafuatiliaji wetu wataendelea kukufuatilia zaidi. Nashukuru. Lipi neno lako la mwisho? Lengo langu la mwisho na kauli yangu ya mwisho ni kwamba mashabiki wa Simba na Yanga usiwe na maneno mengi ambayo hayana mantiki. Twende kwenye mpira. Mpira unahitaji siasa, mpira unahitaji maneno, mpira unahitaji uwezo na uwekezaji. Mwekezaji ametokea, kusiwe na mipasuko ya chini kwa chini hivi na hivi. Ninyoke kama ilivyonyoka Young Africa. Young Africa nadhani kuna msimu unaweza kunikumbusha kama nitakuwa nimegafirika mimi binadamu. Ilitetereka mpaka ikawa Yanga ya kikapu ya bakuli au sio? Lakini sasa hivi Yanga imenyooka kulingana na uongozi umenyooka. Hamna mipasuko. Na ndio mafanikio ya Yanga tunayaona, na sasa hivi tunafurahi, tunanenepa. Japo mimi Mwenyezi Mungu kaninyima mwili kidogo, lakini inshallah msimu huu mambo yataenda safi. Na mimi nitakuwa unaweza ukafikia unene wa JB au? JB naweza nisikie, lakini nitakuwa nimemkaribia kidogo. Kwa raha tu za timu yako. Yaani kwa raha. Kamanda Angola kwanza hapa tayari nishaanza kunenepa.
Ulikuwa sasa huu msimu tukichukua tena ubingwa kitambo.